Yes, siku nyingine tena tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026. Yes, karibu Joak Company Limited. Kifupi tu ni kuelezea kidogo kuhusiana na Joak Company Limited. Joak Company Limited is a typical agribusiness company. Joak Company, kampuni ambayo imesajiliwa Tanzania kwa lengo maalum kabisa la kutoa huduma za kilimo na mifugo. Lakini leo sitaelezea sana kiundani kuhusiana na mambo mengi yanayohusiana na Joak, kwa sababu Joak ni kampuni ambayo inafanya shughuli nyingi sana za kilimo na mifugo. Lakini moja ya shughuli kubwa ambayo inafanyika hapa Joak Company Limited ni utengenezaji wa mabanda ya kuhamishika. Okay, kwa nini tuliamua kuja na idea hii ya kutengeneza mabanda ya kuhamishika? Idea hii ya kutengeneza mabanda ya kuhamishika ilikuja baada ya kugundua changamoto wanazopitia wafugaji wengi ambao kimsingi wanakuwa wanabanwa na shughuli zao binafsi za utafutaji wa kila siku. Kwa hiyo wanakosa muda, lakini vile vile wanalazimika kukaa karibia na maeneo yao ya kazi, yani mijini. Sasa wengine unakuta wamepanga nyumba, lakini wengine ni nyumba zao lakini maeneo ni madogo na wako mjini, lakini vipato vile vile havitoshi na wanatamani kuongeza kipato chao cha kila siku ili kukidhi mahitaji ya kila siku. Kwa hiyo Joak Company Limited, kulingana na changamoto ya nafasi, lakini vile vile tukitoa masuala ya changamoto ya nafasi na maeneo madogo ambayo nakaa na shughuli zinazowabana watu, kwa hiyo tukaja na idea ya kutengenezaji mabanda ya kuhamishika ambayo yanachukua nafasi ndogo lakini yanaweza kuchukua kuku wengi sana. Kwa hiyo ukiwa kama mfanyakazi umeajiriwa na umepanga sehemu au na nyumbani kwako, especially kama umepanga lakini unatamani kufanya ufugaji na eneo linakuwa halitoshi, sasa hapa ndipo Joak Company Limited inapoingilia kati kutatua changamoto hiyo ya eneo dogo au sehemu ambayo haitoshi kufanya ufugaji. Kwa hiyo Joak Company Limited imekuja na idea hii ya utengenezaji wa mabanda ambayo yanaweza kuhamishika, ambayo yanafuga kuku wengi katika eneo dogo. Kwa hiyo ukiwa umepanga na kuku wako nao wanakuwa wamepanga, kwa sababu na wewe unakuwa ile nafasi ndogo ya uwani au ya kibarazani kokote pale, badala ya kupaki gari unapaki banda. Unapaki banda na unaweka kuku wako humo ndani na unawafuga taratibu kwa muda wa siku 28 au miezi mitano, kisha unatia sokoni na wauza. Uzuri ni kwamba Joak Company Limited inakuhakikishia na soko. Kwa hiyo unapokuwa unapata changamoto ya soko, unapiga simu kama mfugaji, ambapo unakuwa una product yetu ya banda hii, kwa hiyo tunakupa soko mara moja. Hatutaki mtu yeyote akwame kwenye shughuli zake za utafutaji, especially anapoamua kuwekeza kwenye ufugaji. Lakini tunakuwepo wakati wote kukupa support za kitaalam, za kitabibu, maana yake tuishi kukuzia banda. Kwa sababu cha kuzia banda tunakuwa na products nyingine tunakuwa nazo kama vifaranga, vyakula vya mifugo, chanjo, madawa, lakini na wataalamu mbalimbali ambao wanakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unafanikisha jambo lako. Lakini utakubaliana na mimi kwamba swala la ufugaji ni swala la kinabii, ni swala la kimungu. That's why we call it, this is a godly exercise. Mitume na manabii zamani walifuga, lakini utakubaliana na mimi matajiri wa zamani walikuwa wanapimwa kwa kiwango cha mifugo walichonacho. Kwa hiyo ni kazi ya baraka. Hii ni kazi ya baraka. Kwa hiyo sasa ukifuatilia kiundani utagundua Uislamu unazungumzia ufugaji, lakini Ukristo vile vile unazungumzia ufugaji. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakataa ufugaji au anashindwa kufuga, unashindwa kumuelewa yeye ni dini gani. Lakini nakuuliza swali, inakukosti nini ukiamua kufuga? Kwa sababu mabanda kama haya gharama ni nafuu. Yaani ukaamua tu, bwana mimi ngoja nifuge, kwa sababu kufuga unapata faida ya pesa, unajifunza vitu vingi, unaongeza kiwango cha chakula duniani na wengine waweze kupata. Kwa hiyo sio uchoyo. Kwa hiyo ni kazi fulani hivi ya baraka tele. Kwa hiyo sasa Joak Company Limited, kulingana na changamoto ya nafasi na maeneo madogo, tukaamua kutengeneza haya mabanda ya kuhamishika
ambapo kila mtu tunamhakikishia kuweza kufanya ufugaji akiwa katika eneo lolote. Kwa hiyo ukiwa umepanga kuku wako na wamepanga. Kwa hiyo kuku wako wana uwezo wa kukulipia kodi kwa sababu kuku wenyewe watakuwa wanakupa faida. Kwa hiyo sasa kama Joac tunakuhakikishia ufugaji katika eneo dogo lakini kupata faida na biashara kufanikiwa. Hapa tunaye manager, huyu manager anaitwa Godwin bwana, anaitwa Godwin. Godwin nani? Godwin Joel Malela. Bwana hongera sana. Na sisi tunafurahi sana kwa kujiunga na timu ya Joac Company Limited. Manager amefanya kazi kubwa sana, amezunguka Dar es Salaam nzima na simu nyingi, Dodoma, Arusha wanamtafuta, watu wengi wanatamani kufanya ufugaji. Kwa hiyo na ni kweli kwamba hii ni changamoto ambayo ilikuwepo, watu wana maeneo madogo, wanashindwa kufuga, wanatamani kufanya uzalishaji, wanapata changamoto kama hiyo. Kwa hiyo Joac Company Limited tumekuja na suluhisho sahihi, na manager amekuwa busy sana na yuko hapa kutuhakikishia kwamba utengenezaji wa mabanda unaendelea vizuri na yanakuwa katika standard ya ubora. Lakini manager ni mtaalamu wa mifugo, kwa hiyo hakuuzii banda akakuacha mpweke. Anakupa technical support kuhakikishia kwamba haukwami sehemu yoyote, especially kwenye technical part, yani swala lolote la kitaalamu katika masuala ya mifugo unakuwa ukwami. Na utakubaliana na mimi kwamba changamoto kubwa ya wafugaji inayowatesa ni vifo na magonjwa. Sasa hiyo ndio inayotia umaskini wafugaji. Sasa sisi tukikuuzia banda tukuachi mpweke, lakini manager, ili banda letu naona kuku hawagusi kinyesi. Na wangi wauzia nadhani wana testimony, wameweza kufuga na wapati changamoto. Sasa kifupi tu unawashauri nini watu ambao wao kwenye mindset yao, yani kwenye akili zao hawaamini katika ufugaji? Kwanza kabisa napenda kuwashauri kwamba kufanya maamuzi. Okay. Swala la ufugaji ni kufanya maamuzi magumu. Maamuzi magumu ni nini? Ni kuwa tayari kutake risk, kuihatarisha pesa yako kwenye kuwekeza. Sasa Watanzania wengi tunaogopa kuwekeza kwenye mifugo kwa sababu tunaamini kwamba nikishawekeza kwenye mifugo itakufa, itaumwa, sijui nitapata hasara, sijui nitaibiwa. Usiwe na wasiwasi. Joac Company Limited tutakupa majibu ya maswali yako. Manager, na swali dogo la kizushi. Karibu. Unamjua Thomas? Namfahamu. Thomas ni nani? Thomas ni yule ambaye haamini bila kuona. Sasa unacho cha kuwaonesha? Ninacho cha kuwaonesha niki hapa. Na wakija nina wafugaji ambao wameona na wamefanya na wameshuhudia kile ambacho tunakifanya na wamepata faida kwenye jambo hilo kabisa. Kwa hiyo unajua bwana, tusisikilize maneno ya kijiweni. Watu wengi bwana, unakuta anakaa kijiweni anatamani kufanya jambo fulani, lakini anapokea ushauri wa tofauti na muda mwingine anakata tamaa kuto kufanya jambo lile. Ndio. Kwa hiyo jambo lolote lile ambalo unaambiwa usilipe majibu ya 100%, ni kwamba unatakiwa ujiridhishe kwa macho yako kwamba unachoambiwa ni sahihi au sio sahihi. Kabisa. Sisi tumekushauri kitu kimoja, tumekwambia hivi, ufugaji unalipa na katika eneo dogo inawezekana kufanya ufugaji. Kama uamini, njoo tukuonyeshe. Njoo Joac. Tukuonyeshe, na tunasema hivi, bisha ili uone. Kabisa. Sawa. Sasa kitu kingine ambacho nataka nikigusie kidogo. Kuna watu wamekaa kwenye nyumba za kupanga. Ndio. Nyumba za kupanga, vyumba hivi ambavyo tunalipia 50,000, 60,000. Kuna kazi zetu ndogo ndogo tunazozifanya hizi, tunauza samaki wa bichi, tunauza juice kidogo, boda na nini. Unawashauri nini watu wenye vipato vidogo ambapo wanataka kukuza vipato vyao na wanakaa katika maeneo yamebana? Je, jambo hili linawezekana? Linawezekana kabisa, kwa sababu haya mabanda tunaita backyard poet house. Okay. Ni mabanda ambayo unaweza kaweka nyuma ya nyumba. Okay. Backyard maana yake ni nyumba ya nyumba. Kwa hiyo banda hili sasa kama hujaendelea, corridor ni ya mwenye nyumba. Corridor ni ya mwenye nyumba, lakini umepanga na unalipa kodi. Kwa hiyo ukipanga chumba na corridor ni yako? Na corridor ni ya kwako, kwa hiyo unaweza kaweka. Hawezi kuweka hii mwenye nyumba? Hapana. Unamuelewesha tu. Kama haelewi tunatafuta sehemu nyingine inayoeleweka. Au unampa kidogo kidogo hata shilingi 10,000 anatulia. Anaelewa. Anakuachia uweke banda. Maana yake akiona unapata naye anaweza sifurahi sana. Kabisa. Lakini kama unavyoelewa wataanza kusema harufu, uchafu, kinyesi. Banda hili au mabanda haya yako very easy to handle. Kinyesi kinatoka sehemu yake, chakula unaweka sehemu yake, mayai sehemu yake. It means that ni rahisi kuhandle usafi katika eneo dogo ambalo wewe unalotumia kwenye shughuli za usafi. Mtu yuko busy, anamka asubuhi anarudi jioni, anawezaje kufanya activity kama hii
kujihakikishia kwamba usalama wa kuku wake, vifo na magonjwa, na anaifanya biashara hii bila kupata hasara, kwa sababu mtu anakuwa na pesa, anaogopa kuweka pesa, anasema akiweka pesa huko itapotea. Kwa sasa wewe, mtu huyo yuko bize na unakuta labda yuko mwenyewe, anakaa mwenyewe, anawezaje kuendesha shughuli akiwa mwenyewe hivyo hivyo wakati huu akiwa anafanya kazi nyingine? Banda hili kulihendo tu kwa siku moja linahitaji kama dakika 40. Kwa hiyo zile dakika zako 40 zile ambazo unazitumia kupumzika asubuhi au jioni, unazitumia kabisa kwa ajili ya kuandaa kuku wako kwa ajili ya chakula pamoja. Na maana kwamba kabla hujatoka kwenda kazini unapita bandani, na unaporudi kutoka kazini unapita bandani. Umemaliza. Okay, lakini banda hili hamjaweka mfumo. Kuna ule mfumo wenu wa maji ule, na unajua ukiweka maji asubuhi ndio ukirudi mpaka jioni ndio maji yanaenda automatically. Nadhani kwa wafugaji ambao wako busy ule mfumo kabisa unawafaa ule. Tuna mfumo wa maji ambao tunauweka ndani ya banda na mfumo huu ukiweka maji yanakaa almost masaa 24 mpaka 48. Nategemeana na idadi ya maji ya kuku ambao umewaweka ndani ya banda lako. Kwa hiyo na unaweza ukaongeza size ya tenki ili kuhakikisha kwamba kuku hawakosi maji kabisa. Okay. Sasa manager, naomba unipeleke kwenye mabanda ya mbao. Haya mabanda ni ya chuma na price zake utawaambia wafugaji wao wanaweza kutafuta kupitia namba yako ya simu ambapo ni 0737 358689. Ndio. Bwana nimeikalina hapa, mimi ni mfugaji nambari 1. Karibu sana. Mimi ni shabiki kindakindaki wa manager, kwa sababu manager anatukosha sana kwenye kitengo cha mabanda. Karibu sana. Sasa naomba tupeleke kwenye mabanda ya mbao ili wafugaji wengine ambao wanatamani kufanya ufugaji lakini wana budget ndogo, kwa sababu mabanda ya chuma, mabanda ambao budget ni tofauti. Budget ndogo kabisa na shilingi 80,000 manager, na shilingi 80,000 nataka banda na shilingi 80,000 tu. Banda la 80,000 hili hapa. Okay. Na unalipata likiwa zuri kabisa. Okay. Hili ndogo linachukua hili hapa ni 80,000. Yeah. Hili banda ni 80,000 kabisa. Hili naweka kuku ngapi? Hili naweka kuku 12. Okay, 12. Vifaranga? Ninaweka vifaranga mpaka 60. Kwa hiyo nikiwa na shilingi 80,000 unachukua banda. Naanza ufugaji. Unachukua mali, unaanza ufugaji. Sasa manager, mimi mwenye nyumba akiniletea unoko, ndio mimi hichi nakaa nacho sebuleni kwangu. Unakaa sebuleni, kinakaa kabisa kwenye TV, pembeni unaweka banda lako. Maisha yanaenda. Nafuga, nauza na faida napata. Na faida unapata. Hao wananilipia kodi. Na wanakulipia kodi kabisa. Sababu hapo kishaokota mayai kwa siku mayai 8, mayai 7, mwisho wa mwezi unapata kodi. Tukizidisha pale kuna kitu tunapata. Unapata kodi. Okay, sasa manager. Ndio. Kwenye ufugaji wananiambia kwamba gharama kubwa ya ufugaji inatokea kwenye chakula. Zaidi ya 70% ndio gharama za uendeshaji kwenye chakula. Ndio. Mimi nataka nibane budget. Ndio. Na nisitumie gharama kubwa kwenye chakula. Ndio. Nawezaje kutafuta mbinu za kuokoa gharama za chakula ili niweze, kwa sababu kuna muda nilikuwa nawaza kutumia haya mamboga mboga na kuyasaga, na sasa nahofia, je, ni sahihi hiyo mbinu yangu au vitu gani ambavyo unaweza ukanishauri kama mtaalamu? Sasa kwenye chakula sio lazima au haitakiwi unawapa pumba au chakula kilichochanganywa tu kutoka dukani. Okay. Unaweza ukatumia mboga zile green vegetable na baadhi ya majani ambayo yanapatikana kwenye bustani au kwenye mapori au kwenye vichaka kwa ajili ya kupunguza gharama za chakula. Kwa mabaki yale ya mboga, makabichi, manyanya na haya mabaki kwa wauza chipsi, unaweza kuyatumia kwa ajili ya kupunguza gharama ya chakula. Lakini pia tuna bidhaa nzuri sana hapo Joa Company ya kukatakata mboga na kuchanganya kwa ajili ya kwenda kuwapa. Hiyo ni bidhaa gani? Hiyo ni bidhaa inaitwa food chopper. Yeah. Ile ambayo unaweka mboga, kabichi nini na saga, alafu unaweza ukawapa kuku. Na ile mashine ni ndogo sana. Ile mashine mnauzaje? Ile mashine utamuunganisha na mtu wa mashine. Maana yake wewe section ya mabanda ndio bei zako unazijua. Ndio. Sawa, sasa manager, mimi nimeiamini Joa Company Limited. Dio. Na sitaki kujigusagusa na watu wengine kwa sababu naogopa kupotea. Ndio. Kwa sababu miruzi mingi inampoteza mbwa. Sasa nataka vifaranga mnipe, nataka chakula mnipe, nataka daktari mnipe, nataka madawa mnipe, nataka banda mnipe, nataka soko mnipe. Hiyo mnaweza? Hiyo tunaweza kabisa, kwa sababu kama unavyoniona hapa, mimi hapa ni daktari wa mifugo. Lakini siko peke yangu. Tuna timu ya fresh from school na wenye experience mtaani. Hawa ni madaktari wazuri kabisa na wenye leseni kutoka VCT. Wanaweza kukutibia mifugo yako na uhakika wa mifugo yako kuwa salama ni mkubwa ukifanya kazi na Joa Company Limited. Vifaranga unapata kutoka kwa wazalishaji wazuri kabisa, na vifaranga wako wanapata chanjo zote kwa uhakika na kwa wakati.
Ukitaka chanjo, vyombo vya kulishia na nini, tunauza vifaa vyote, tunauza mashine, tunauza vifaa, tunauza vyombo, tunauza madawa na vyote hivyo viko verified na Taasisi ya Mifugo Tanzania. Bwana nashukuru sana. Bwana nashukuru sana manager. Mimi nikutie moyo na Mungu akubariki sana, kwa sababu kazi unayoifanya hii unakuwa unawagusa watu wengi ambao wanatamani kufanikiwa kupitia ufugaji. Watu wengi unajua, wanapoona opportunity kama hizi, wengine wanaingia kutapeli watu, wengine wanaingia kufanya ubabaifu, lakini sasa unapokuwepo wewe unaonyesha mwanga wa ukweli ili watu wasipotee. Na mimi nawashauri watu waifuatilie sana Joa Company Limited, kwa sababu usipoifuatilia Joa unaweza ukafuatilia kitu kingine cha ajabu na ukakosea kwenye jambo lako na ukajuta na ukasema sifugi tena. Lakini kuna mifano ya waliofuga tena wakafanikiwa zaidi na hawataki shughuli nyingine yoyote. Ukiona umekosea au ukiona umefeli, ujue kuna sehemu umekosea. Na mimi naamini kitu kimoja, kwamba ukifuata utaratibu hautakosea. Tufuate utaratibu sahihi. Na utaratibu tunaupata wapi? Tunaupata Joa Company Limited. Wazungu wanasema hivi, once you follow standards you will never fail. Yani ukishafuata utaratibu hautafeli. Ugonjwa hauji kwa bahati mbaya shambani. Kuna sehemu umekosea kabisa. Sio nipate bwana manager. Karibuni sana. Bwana tuwakaribishe sana wateja wetu wafike hapa site kwetu, lakini watembelee ofisi zetu, wapitie social network zetu Joa Company Limited, ili waweze kujifunza zaidi masuala ya ufugaji. Haya ni machache tu tumezungumza nao. Mimi naamini kuna mengi na mengi na mengi ya kuambia. Watu wanaiamini Joa, kwa hiyo watu wasichelewe. Ukimwona mwenzio haijui, mwambie haraka ili asipotee. Bwana, karibu sana manager. Bwana mimi nashukuru sana. Karibuni sana.